Bwana Yesu anastahili sifa za mioyo yetu. Ni siku ya 8 ya mwezi huu wa kwanza. Wako wengi ambao walistahili kuwepo siku ya leo, lakini sisi ni kina nani? Wako wengi walitamani kufika siku ya leo. Wengine ni ndugu zetu tuliowapenda sana, wengine ni marafiki zetu tuliowapenda sana, lakini leo hii hawapo. Tuko sisi ambao umetupa neema ya kuingia madhabahuni pako. Yesu, unastahili. Tuseme nini madhabahuni pako zaidi ya neema hii ambayo umetupa? Asante kwa ajili ya siku ya leo ambayo umetupa hii nafasi ya Bwana. Asante kwa ajili ya wachungaji ambao wameambatana na baba askofu kule Ugola kwa ajili ya huduma. Mungu mwenyezi yote, ni neema yako unastahili Bwana. Yesu, unastahili sifa za mioyo yetu. Yesu, unastahili kutukuza. Yesu, unastahili kuinuliwa. Katika yote uliyotutendea katika maisha yetu, bado Bwana unastahili. Asante Mfalme wa amani kwa kuwa ni mwema. Asante Bwana kwa kuwa ni mwaminifu. Asante Bwana kwa kuwa ni mkamilifu. Roho Mtakatifu, karibu utuhudumie. Karibu utufundishe sawa sawa na mapenzi yako, sawa sawa na kibali cha kwako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na kila mwenye pumzi aseme amen. Kaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mujibu wa kiongozi kalenda, neno linapatikana kitabu cha Injili ya Mathayo mtakatifu ile sura ya 3 na mstari wa 13 hadi ule mstari wa 17. Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu ile sura ya 3 na mstari wa 13 hadi ule mstari wa 17. Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu sura ile ya 3 ule mstari wa 13 hadi ule mstari wa 17. Maneno ya Mungu yanasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa nawe waje kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Basi akamkubali. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa nikisoma maneno haya, ilinichukua muda kutafakari nitasema nini siku hii ya leo. Lakini haikumzuia Roho Mtakatifu kuleta kile anachokitaka aseme na ninyi siku hii ya leo. Kwa hiyo katika hali ya kutafakari, nikapata kichwa cha somo kinachosema, utambulisho wa mtu unategemea nafasi ya Mungu ndani ya huyo mtu. Utambulisho wa mtu unategemea nafasi ya Mungu ndani ya huyo mtu. Kwenye maisha ya kawaida ya hapa duniani, kila mmoja ana utambulisho wa kwake. Ndio maana tunaweza tukakusanyika wote hapa jinsi tulivyo, lakini kila mmoja akawa na fingerprint za kwake za mikono yake. Kwa nini? Huo ni sehemu ya utambulisho wa kwake. Hatuwezi tukafanana katika hali ya hiyo kwamba fingerprint za kwangu zikafanana na za mwingine. Duniani kote tembea, hakuna anayefanana. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja hapa duniani ana utambulisho wa kwake. Kwa nilipozidi kutafakari zaidi na nilipomtazama Yesu kwenye maisha ya hapa duniani na eneo alilokuwa nalo au na
ulikuwa ni utambulisho wa kwanza zile nyota zilipoonekana. Alipokuwa atafikisha miaka 30, anaenda kubatizwa kutimiza haki kama Myahudi na Wayahudi wengine walivyofanya. Alipofika kwenye mto Yordan, Biblia inasema alibatizwa. Lakini kabla hajabatizwa, Yohana alikataa kumbatiza. Kwa nini anakataa kumbatiza? Anamtazama Yesu kuwa yeye ana nguvu zaidi ya kubatiza kuliko yeye anavyobatiza. Sasa unaweza ukajiuliza maswali. Yohana alikuwa anabatiza pale, alikuwa mjui Yesu. Ndio maana pale nyuma kuna maswali walikuwa anaulizwa Yohana Mbatizaji. Anakuja lini huyo Masihi? Anakuja kwa staili gani huyo Masihi? Kwa hiyo yale maswali yaliyokuwepo pale yalikuwa yanamchochea Yohana, lakini anasema mimi nimesimama kutengeneza njia tu ya yule atakayekuja kuwabatiza ninyi kwa moto na Roho. Sasa Yesu anafika pale, lakini kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa kwenye mazingira yale, Yohana anataka kukataa nafasi ile ambayo alipewa na Mungu kama utambulisho wa kutengeneza mazingira ya watu kumpokea Yesu Kristo. Kwa hiyo baadaye Yohana aliposisitizwa sana na Yesu nibatize, kama ilivyo haki ya wengine kubatizwa, ndipo anabatizwa. Alipobatizwa anaanza kutoka. Kilichotokea, alitambulishwa na Mungu kwa wale watu waliokuwepo kwenye eneo lile. Mungu anasema mbingu zikafunguka. Biblia inasema mbingu zikafunguka, na zilipofunguka sauti ikasikika, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa kwenye mazingira yale, kutoka kwenye utambulisho wa nyota, anafika bahari, anabatizwa kama watu wengine. Kinachoongezeka zaidi tofauti na wale watu wengine ni namna ambavyo Yesu alitambulishwa kwa wale watu. Sasa tukiachana kwa habari kule Yesu alipotambulishwa kwa mazingira yale na namna alivyotambulishwa na wengine, watu wengine walishangaa, turudi kwenye maisha ya kawaida ya leo hii. Ili utambulike duniani lazima uwe na kitu fulani ambacho hicho ulicho nacho ndicho ambacho kinakutambulisha. Yawezekana fedha zikakutambulisha, yule ni fulani ana hela kweli, yule ni fulani ana hela kweli, zikakutambulisha. Lakini mwingine yawezekana maisha ya dhambi yakamtambulisha, yule ni mzinzi kweli, yule ni kahaba kweli. Kwa nini? Ni namna alivyoamua kuishi kwa kile alichonacho ndicho kinachomtambulisha. Lakini kuna yule ambaye maisha ya utakatifu yanamtambulisha, yule anamtegemea Mungu, yule anamtafuta Mungu, yule anamcha Mungu, yule ni muombaji, yule ni mwinjilisti, yule ni mchungaji. Kwa nini? Inategemea na kile kitu alichonacho. Sasa ili utambulike, inamtegemea Mungu awepo ndani yako zaidi kuliko hiyo nafasi ulionayo. Sema hivi, mimi nimesoma uinjilisti. Kabla sijasoma uinjilisti, kanisa lilifahamu kama Samuel. Lakini nilipoanza kuhubiri hapa awamu ya kwanza kwenye Sunday school, kanisa wa Kristo wakaanza kuniita mchungaji. Hata sijaenda kwenye kusoma uchungaji, lakini baadaye nikaenda kusoma uinjilisti. Kwa hiyo kanisa linanitambua kama mwinjilisti. Lakini haitoshi Mungu kunitambua mimi kama mtumishi wake, kama Mungu hayumo ndani yangu. Kwa hiyo yawezekana ukawa ni mchungaji, yawezekana ukawa ni mwinjilisti, yawezekana ukawa ni mwimbaji. Kama Mungu hayumo ndani yako, utaonekana mwimbaji na kesho ukaingia huko. Sawa? Unaweza ukawa ni askofu, unaweza ukawa ni mama askofu, unaweza ukawa ni mama mwenyekiti, ukawa mwenyekiti. Haiondoi hiyo nafasi, lakini inategemea namna ambavyo Mungu yuko ndani yako. Niliwahi kusema
kwenye ule mkesha nilisema siku ile. Amina, ubarikiwe. Nikasema hivi, tangu tarehe 1 ya mwezi wa kwanza, amina, ubarikiwe. Tangu tarehe 1 ya mwezi wa kwanza 2022 mpaka tarehe 31 ya mwezi wa 12 mwaka 2022, ni mengi Mungu alitutendea. Kwenye ule mkesha nikawaambia hivi, mimi binafsi mama yangu alifariki nikiwa darasa la kwanza. Nikiwa darasa la pili, nikiwa na miaka 2 baba yangu aliondoka. Sikumfahamu, lakini alikuondoa Mungu kuwa anifahamu. Kwa tulivyoendelea na maisha yale, tulipoendelea kukua pale, mama yangu alipofariki, bibi yangu pale alinilea, akanitunza. Nilipofikisha kati ya darasa la 4 au la 5, babu yangu aliyekuwa ananilea kama mama yangu naye alifariki. Lakini haikuondoa kwa Mungu anifahamu. Nikawaambia, kama Mungu angeniacha, kama Mungu asingetoa nafasi aliyoiweka ndani yangu, hivi unategemea ningeweza kusimama hapa? Na kama ningeangalia yale niliyoyapitia, unafikiri leo tungeweza kuhubiriana? Kwa kumbe nafasi ya Mungu inabaki kuwa ya Mungu kulingana na eneo alilokuweka. Kwa haijalishi unaweza ukaingia kanisani na kutoka. Kama Mungu ameweka kitu ndani yako, hicho alichoweka ndicho ukitumie, maana kina matokeo kwa ajili ya maisha yako. Ndio maana sasa ukisoma kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 7 ule mstari wa 16 hadi wa 20, Yesu akawaambia hivi, mtawatambua kwa matunda yao. Amen. Amen. Watakatifu wote duniani wanatambulika kwa matendo yao. Sasa jiangalie na ujihesabu, una matokeo gani kwenye yale unayoyafanya? Na ukiwa katika hali ya kutafakari, yaone hayo yanaleta matunda gani kwenye maisha yako, au watu wanakuchukuliaje kwenye eneo hilo ulilopo. Kama Yesu anasema watatambulika kwa matunda yao, kuwa na uhakika. Kama utambuliki kwa matendo yaliyo mema, shetani atakutambua kwa matendo yaliyo mabaya. Maana kama Mungu anatafuta walio wake, na shetani anatafuta vile vile walio wake. Ndio maana unaweza ukaroga mchana kutwa, usiku kucha. Ndio maana unaweza ukasali mchana kutwa na usiku kucha. Hayo yote yakakutambulisha kuona matunda yako yapo kwenye eneo gani. Lakini tukienda mbele zaidi, kile kitabu cha Wafalme wa kwanza ile sura ya 18 na mstari wa 36. Ukipata muda utasoma hapa. Kwa ufupi, neno linasema hivi: ikawa katika dhabihu ya jioni, Elisha akawaambia, na ijulikane leo kuwa Mungu wa Israeli, wa Isaka na Yakobo anaweza kuyafanya haya yote. Na sio tu kujulikana yeye, na mimi pia ni mtumishi wake. Ndicho watu wengi duniani tunasahau. Kweli Mungu anaweza akatambulika kwenye maisha yetu, lakini sisi tusitambulike. Si ndivyo? Si ndivyo? Huwa nafurahi sana ukipita kule mtaani, watoto wa mama mdogo hao, tunawaita watoto wa mama mdogo. Ukipita kule mtaani
hata usiokuwa wa kwao watakusalimia kwa salamu ya kwao. Kabisa. Wewe sio wa kwao wala sio wa upande wao, watakusalimia tu. Na pengine wanaweza wakarudia hata mara zaidi ya mara mbili. Lengo tu wakusikie unasemaje. Lakini sisi ambao Mungu amejitambulisha kwetu, hatutamani tujulikane. Tukifika kule wakitusalimia tunaitikia, ila sisi kusema Bwana Yesu asifiwe hakuwezi. Sasa tutakutambuaje? Utatambulikaje kule? Kwa hiyo nafasi ulionayo kwenye mazingira uliopo, mimi nataka nikutie moyo asubuhi ya leo. Maadamu Mungu amekupa nafasi, amekupa eneo, haijalishi kuwa ni mwimbaji, haijalishi kuwa ni mzee wa kanisa, haijalishi kuwa ni mtumishi, au hata kama hauna huduma kama nilionayo mimi ya uinjilisti pamoja na ualimu, haijalishi. Mungu alichokiweka ndani yako, kile hicho Mungu akitambulisha. Mungu akitambulisha. Na anapokitambulisha hicho alichokiweka, basi na wewe utambulike. Kwa usishie tu Mungu kutambulika kwenye hicho alichokiweka na wewe ukabaki hapo ulipobaki. Kwa kusema hivyo, yawezekana kuna wengine ni wafanyabiashara kule mjini. Huko Mungu anapotambulisha biashara zenu, na ninyi mtambulike kwa Mungu, na wale watu wajue kwamba huyu ni mtu wa Mungu. Vile vile kule watoto wenu wanaposoma, yawezekana wanatambulika tu ni mtoto wa fulani, lakini Mungu ameweka kitu pia ndani yao. Wanavyotambulika watoto wenu, na Mungu atambulike ndani yao. Isiishie tu watambulike alafu Mungu abaki nyuma. Au isiishie tu Mungu atambulike alafu wao wakabaki nyuma. Nataka nikutie moyo. Kama jinsi ambavyo mbingu zilifunguka kwa ajili ya Yesu, zikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Vivyo hivyo na ninyi nanyi, kwenye maisha mnayoyaishi kule duniani, kwenye mambo yote mnayoyafanya, Mungu na ajulikane kwenu, na ninyi mjulikane kwake, na matokeo myaone, na yeye apendezwe na ninyi kuanzia sasa hata utamilifu wa dahari. Amen. Simama tuombe kwa Biblia. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Neno lako limesema utambulisho wa mtu unategemea nafasi ya Mungu ndani ya mtu huyo. Yesu, niko madhabahuni pako leo hii, nimesikia neno lako. Ninaomba unapotambulika kwenye nafasi ulionipa, nami nitambulishe. Maana kama vile unavyopendezwa na watakatifu wote waliopo duniani, nami Bwana nipendeze katikati ya watu wasiokujua wewe, ili wakujue wewe kupitia nafasi ulionipa, katika jina la Yesu. Asante Mungu mwenye enzi yote, nami ninaomba baraka kwa ajili ya watoto hawa. Ni watoto wako wewe Mungu, na wajua kila mmoja kwa nafasi yake. Haijalishi ni wapi alipoanguka, haijalishi ni wapi aliporudi nyuma, maadamu Mungu umempa nafasi. Wako wengine Bwana wamesimama kwenye nafasi walizo nazo kwa ajili ya kuwezesha watumishi wakafanye kazi mahali fulani. Mungu mwenye enzi yote, kila mmoja kwa nafasi yake Bwana, kila mmoja kwa karama yake Bwana, kila mmoja kwa hitaji la kwake Bwana, kutana naye na umhudumie sawa na mapenzi yako.
kwako. Kutana na mama yule, kutana na baba yule, kutana na kijana yule, kutana na binti yule, kutana na mtoto yule. Bwana, kila mmoja kulingana na hitaji la moyo wake, Mungu kutana naye. Wengine wanaomba kwa ajili ya shule, wengine wanaomba kwa ajili ya kazi, wengine wanaomba kwa ajili ya watoto wao, wengine wanaomba kwa ajili ya wake zao, na wengine kwa ajili ya mume zao. Mungu mwenye enzi yote, kila mmoja kwa nafasi ya kwake, ninaomba ukutane nao, ninaomba uwahudumie, ninaomba baraka zako ziwe pamoja nao. Mungu mwenye enzi yote, kutana na kila mmoja. Tazama Bwana, watu wengine Solomoni wanaimba kwenye vikundi vya kwaya, pengine wana maono. Mungu mwenye enzi yote, kila mmoja kulingana na kwaya yake walivyo na maono yao. 2023 ikanene mema kwa ajili yao, ikanene mema kwa ajili ya watoto wako, ikanene mema kwa ajili ya vijana, ikanene mema kwa ajili ya kina mama, inene mema kwa ajili ya kina baba, kwa ajili ya watoto, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ili wewe Mungu utambulishwe ndani ya maisha yao na nafasi ulizowapa, na zaidi ya yote wazae matunda kwa utukufu wa jina lako takatifu. Asante kwa kuwa ni mwema, nawe ni mwaminifu, hautatuacha wala kutupungukia. Neema yako itakuwa pamoja nasi, na baraka zako zitakuwa pamoja nasi, na ukuu wako utakuwa upande wetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tumeomba tukiamini. Amen. Amen.